karibuni to my YouTube channel. This is Lucy John's podcast. Welcome all. Thank you all for your support. Thank you for my subscribers. Thank you everyone who have been supporting me. Thank you for your likes. Thank you for your comments. Thank you for sharing. I am so happy. Thanks so much. God bless you. So to the new subscribers, this is Lucy John's podcast. Welcome all. Feel at home. Enjoy with us. And this is story time. So let's go direct to the story. So this girl here wants to give you a story of how she changed from a notorious girl to a school captain. How does that even happen? How does that even happen? I also don't know how it happened. So it's like I want to give you my high school journey. Is that what I should call it? My high school safari. Safari yangu ya high school. How should I call it? I don't know. I hope that is how I should call it. So this girl here alimaliza shule primary. Acha niseme primary. High school. Unajua kwanza high school ndo story inakuwa. Story ndo mambo imechacha hivi. So this girl alienda shule moja uko Nyeri. Yeah, it was it was a county school or a thing, or what was it? It wasn't a national. I think it was a county school. So that is where nilienda shule, and my journey was nice. So I can remember, by the way, nilienda hiyo shule because actually nikimaliza primary nilikuwa not. So my mom, so I wanted to go, nilikuwa nataka kwenda shule ya day school, but my mom alikuwa anajua huyu mtoto ni kichwa ngumu. Mimi ni wale watoto kichwa ngumu kutoka kuzaliwa. Even my sister says this, ati wewe hiki cha yako ngumu ni ya kutoka kuzaliwa. So mimi nilikuwa nataka kwenda day school, but my mama alikuwa anataka niende high school, niende day school. So mimi nikaenda shule, na nilienda shule, ile shule nilienda sio shule nilikuwa naitwa sana. Nilienda shule, hiyo shule kuna beshte yangu, actually kwa beshte yangu, alikuwa beshte ya yangu mwenye wako mbele yangu, mwenye wako mbele yangu alikuwa beshte ya, okay, they were friends since wakiwa high school, wakiwa primary walikuwa friends. So unaona ni kama ile story ya nani yako ile shule, so wazazi vitu zao wazazi connect. Tumpeleke ile shule na nani anakuanga huko. Yes, so that is what happened. So nilipelekwa shule juu beshte ya sistangu ako huko. So actually life yangu ya hiyo shule haikuwa ngumu juu nilimpata akiwa head girl. Shout out Purity, how are you? So Purity alikuwa head girl by that time, na mimi nimeingia huko form 1. So maisha ilikuwa hivi. Purity akiwa head girl, alafu nikienda huko nikakuwa mimi. Unaona ile yenyewe ukienda shule, so ulikuwa unaenda ukiringa like, yes, Purity is my cousin. So nilienda shule na Purity akakuwa cousin yangu. So everyone knew Purity is my cousin. Oh, yes. So mimi kwenda shule, nini story yangu ya shule ikaanza hapo. Nikakuwa kasichana. Actually nilikuwa kwa mwani, nilikuwa note. Honestly nilikuwa note. So mbona nilikuwa note na vile mamangu nilikanda. Was hard. Yeah? What? So niko form 1. Sasa tu niseme maisha yangu ya shule ilikuwa, life yangu ya shule ilikuwa tu
si smooth, but mimi nilikuwa napenda, nilikuwa high school. So hakukuwa na canteen. Actually tulikuwa tunakunywa uji asubuhi ya white, na mili huko ilikuwa mchele na mbosho ama ugali na mbosho kiberi. So very sharp. And actually kutoka nikiwa but punishment. Again, what did I say? Punishment. Nilikuwa nafanya kila siku. So let me give you a story. There was this teacher mentioned. So this teacher alikuwa anapenda Lucy. He was not my boyfriend and we were not dating, but this teacher loved Lucy. Why? Because Lucy was smart, Lucy was decent, and Lucy was cousin to head girl. And Lucy alikuwa na perform class. Yeah. So this, and he's a male teacher. Yes, he alikuwa ananipenda. Like ushaipatana na zile flavor za taa, like huo tamu. Yes, you understand? Kofani, unaona? But now tulikuwa na walimu wengine, tulikuwa moto. So I think this just favored me. Yes. And this was yes, it was. So I think na hakuwa ameoa. So ilikuwa na issue. So most of the time nilikuwa napata chawa wanawake hakuwa ananipenda, like wangepata kwa makosa kama nikibake boy. Lazima ningepanishwa, lazima ningekapata. Yeah. So that was me in Form 1. Actually that is me in Form 1. Na nilikuwa Form 1 work. Form 1 tu nilipatana nazo. So let me tell you Maina, tukaingia Form 2. So Form 2 I had some friends. Actually tulikuwa tunaitwa the big five. The big five. That was me. Let me just mention my I know this. I know other your majina too. Yes, so we were 5 big kids. So na moja Mati, shout out. Mati, shout out. Yeah, ilikuwa nickname. We used to call her Mati. Don't know why we used to call her like that. Kuna mwingine tulikuwa tunaita Makesh. Ndio alikuwa anapenda kufurahia, so Makia na Makesh. And wengine walikuwa gani? Siwezi kukumbuka nickname zao. Nilikuwa nataka tu kuwapea nickname. So there is this day in Form 2. Form 2 ndo tulipatana na vitu. So the big five, actually ungesikia mmoja amepatwa na hii star, ungesikia Lucy ako ati mwalimu akuja ulize who is Lucy, akwanja under punishment. Mwalimu tu atajua Matia hizi kosa, Makesha hizi kosa, and some elements wengine. So nasikia tulikuwa 5 au wengine nimekumbuka majina zao. So in Form 2 we started doing. So one day tulikuwa ndio shule inakumbuka sana. So one day ilikuwa prep. Okay? So prep naweza kumbuka class zetu ilikuwa L. Form 1 to L like this. Form 1 east and west. Then hapa kona kuna 2 east. Then hapa kuna west. Form 1 east and west.
hapa kona kuna form 2 East na sasa hapa kuna form 2 F. So mimi nilikuwa hapa kwa L. Hapa L inaendea. So I can remember this time kulikuwa break. So madam mwenye alikuwa GC akakuja class yetu. She was short. Oh my God. And she was maybe watu 3, 4, 5 na mimi gengi. Mimi nilikuwa not guy kwanza na noise sikuwa na force kwa mkazi. So akasema Lucy you ndio sasa hapo nakwambia alikuwa safi hapo nataka nini ndio mtakuwa walimu leo. Wangu wa leo kila mtu katika klasi yake anaenda kusomea hapo Lucy. So moja akatoa library ilikuwa so mwingine from 1 east, so mwingine west, so mwingine east, so mwingine west. So hapa kuna laboratory lab from 1 east, from 1 west, east, west. Kwa ngapi? Kwa 5 tunachukua 5. Kulikuwa kwenye ilikuwa library, mimi nilikuwa TV ya kona, na mmoja alikuwa hapa west. Alikuwa anaitwa Vanessa. Kama hivi penye tunaenda tuende tukaangalia unaenda hapo kwa class, unaenda unaandika, unaenda hapo kwa mlango na kusema class. Niliwaambia class ilikuwa inakaa hivi. So zile class zingine zilikuwa ile side zilikuwa mingi. So kuna class zilikuwa na huko ile side nyingine. So hapa kwa hii kona, so my background kuna mtu anapiga kelele huko. So hapa kona kuna njia ilikuwa inatoka huku kona. Principal akapitia hapo. Principal kwenye alipitia hapo akapata ndiye mwenye alikuwa tuwe akishout na Kikuyu. Alikuwa anatumia Kikuyu like she was talking. Principal sijui hiyo siku alikuwa amekunywa. I don't know what had happened. Acha nikwambie, principal alikuja akatutoa sisi wote. Akatuambia, can you go and kneel down uko chini. Hapo ndio sasa akaenda sakro akapata walimu walikuwa huko ndani. Alikuwa akauliza who is on duty, Madam Temple. Akasema so our deputy, talk of deputy, hivi kata deputy hapo hiyo hapo hiyo. So deputy and he was the one, the worst deputy I have ever met. Alifanya usikie shule
utukie shule usikie like mimi I surrender. So mimi tukapeleka huko chini, tukapigisha magoti. Kwanza kulikuwa kunanyesha, mali tulipigisha magoti kulikuwa na independence. You know the independence? My people, the caterpillar and the independence zinatoshana hivi. That's not quite hivi zinajianza na umepiga magoti na ni kama 20 tu. Au nakumbuka hiyo anasikia oh my god. Kuna ulifanya hivi sasa. So unaona zikikuja hivi na wewe zikifika. Tukapigisha magoti, tukaambiwa tuandike ile leta ya apology. Mkongo tukaambiwa tuandike principal, deputy na kiongozi. Tukiandika tukipeleka na ni usiku saa 3 hata mbele shairi watu washaenda ndio sasa. Kile wakitoka class wanakuja wanaenda na principal anaongea huko kwote. Kaandika tukipeleka na this is not an official contract na finally ule mtoto wangu alikuwa sasa niwaambie ile bahati nilipata nayo nilipata so katika magoti kalale tupatane kesho na kesho ilikuwa Monday. Ilikuwa Sunday usiku. Ilikuwa Sunday usiku tukaambiwa kesho Monday. Parade tunakuwa address. Kumaliza hizo kuadresiwa tukaambiwa tubaki. Kwa watu wengine wameenda basi yako. So that Deputy kusikia hiyo kuuliza story. Tukienda kuosha lab, kuna secretary na basa walikuwa wanalala hapo nyuma ya lab. Wamelalia hapo nyuma tukamwagilia maji. Kai punishment ingine na tukaambiwa tutanunua hiyo leso sijui. It's 5k, you have to buy this leso sijui ni madharau kai. Yaani mshaifuatwa na vitu hivi. Mkitoka hii, mnaingia hii. Mkitoka hii, mnaingia hii. It was so bad. Siku ikaisha. The following day tukaambiwa tutaosha shule a whole week. Tukamaliza. So hivi penye kesi inaisha, wasichana wengine wawili wakaangukiwa na kesi ati ndio waliongea Kikuyu wakati mwa nyumbani. Lakini sikutuma because at that time nilikuwa nashangaa naenda nyumbani wapi because my mother God bless you wherever you are because kama sio God ningekuwa so that was good. That is how I missed the past. That is how I missed the past suspension. Yes, kuenda kujitambua. Ninapenda Kikuyu. How I missed the second suspension. How I missed my second
Akarusha data ikanigonga hapa hadi nakuanza na hiyo nimegonga data nikaanza kubleed. Nikatoka nje nikilia. Hivyo kwenye nimetoka nje nikilia akapatana na yule mwalimu alikuwa nini, mwalimu best yangu alikuwa nini, alikuwa pata day, ilikuwa zingine za mambo day, weekday. So akakuta nikamsonga makofi kampani, nakaenda akamwambia piga magoti hapo nje juu amenifight na mimi hata sikompiga. Akasema nimemtusi sijui nini, akapeleka kwa disi. Wewe ni nimepeleka kwa disi, akasema sijui nimemtusi nini. Nikajifanya nimegonjeka kabisa, like very painful. Kwanza nipelekwa hospitali. So second thing nikapelekwa kwa nurse, akajua demu wangu well, what I did, najua everyone ila mkenye ilikuwa inaandikwa best couple, best food, fast food, best pizza, fast pizza, best clothes, fast clothes, best hotel, best moment, fast moment. That book now. So me had my book na ilikuwa mpya. Wewe sidhani wewe. So that book was new. So mimi nilikuwa nakaa mbele. Actually kutoka form 1 hadi form 4 nimeishi kukaa row ya katikati, ile row ya katikati desk ya kwanza. So your book nilikuwa kuna ni kama alikuwa nyuma yangu, alikuwa amekuja. So I think nilikuwa nimempea aone ama asome ama aandike. So nakumbuka hiyo ujinga, niko na notebook so niandikie. Yes, so that is what happened. Maybe nilimpea aandike ama asome. So hivi venye nimempatia principal wewe. Okay. Mimi hadi vita zangu, mimi mikosi yangu haikuwa ya walimu wengine. Hivi nimempea hivi aandike ama asome. Ndio principal akikuja. Venye principal aliingia na mimi nikaona aondoi book nikarudisha, nikachukua book kasita. Principal akasema bring it. Actually hapo ilikuwa huko mwisho ya semester. Ilikuwa semester. Ilikuwa term. Ilikuwa huko mwisho ya term karibu kufunga shule. Ilikuwa form 2. Sasa nikivuruta kitu akanicha book. Bring that book. Oh, ya kama sasa na ndia shule. Kaniambia follow me. Uzuri autobus zingine mambo mingi akiishika anadili na wewe hata njia ni wewe na yeye na ile pale nakupea lakini hata afadhali anitoka ni shule na ya wao ndio wengine akijoka nimeandika autobus watakuonea watakuita kwanza kuambia this is how you help me. So it's good. So ilikuwa Friday. Yes, ilikuwa Friday. Actually, ilikuwa almost the last lesson the worship shule. So
dozen. Oh yeah. A dozen of 200 kg. I'm sorry, my sister. If you see this, please know I like you. Because what I did, I called my sister and told her tumepatikana tukiongea Kikuyu na tumeitishwa book novel. Tulikuwa tumeitishwa novel, right? So nimwambia hello sis. Nilienda kwa nikaambiwa na people, I don't want to know what you do. Either you go for leave out and go home and come with those books. Nikikumbuka kwenye naenda nyumbani, that's the point. Nikikumbuka kwenye nilienda nyumbani nilienda. Lakini nikikumbuka kwenye naenda nyumbani. So I told my sister, hello sis, nikaenda kwa master nikamwambia tena. Hello sister. Hello. Do this. Ni imagine nimepatikana na my friends tukiongea Kikuyu. Tunaenda by Monday tukiwa na novel. Nimeitisha nini? A whole dozen of 12 books. Ilikuwa Friday. Nilimwambia hiyo Friday. Saturday afternoon. Nilimpigia kutoka asubuhi hadi jioni. Nilikuwa nimagine principal akikuja Monday. Akuja kuna hizo books. Monday usiku. Okay. January. Ni form 2. Actually ni form 2. Ni form 2. End term. Ndio tuingie form 3. Akaniambia nikimaliza exam ukuje ofisi yangu nipatie letter ukuje January na mzazi. Kajua wewe principal unijui. Mimi shule hii ni 3 nimemiss. Hii ni suspension ya 3 nimemiss. Na hii ni barua nataka nipelekea mzazi nikamwambia ati nilifukuzwa shule. It's not me. That's how I miss 3. Actually not 3. I think kuna ingine just kumbuka. 3 suspension in high school. In my past high school. No, in my past school. Right? Is how is it okay? In my past school. Is that how? Even though anyway, thank you guys for watching our channel. Oh my god. Thank you for commenting. Thank you for sharing. Thank you for subscribing. Thank you for loving me. I love you much.